Apewe sifa ndugu msikilizaji wangu katika kipindi chako cha Usikate Tamaa. Ni siku nyingine ambayo Mungu ametujalia tuweze kuwa pamoja leo kujifunza maneno matakatifu ya Mungu. Somo letu leo linasema yaliyoshindikana yanawezekana. Yaliyoshindikana yanawezekana. Napenda nisome neno la Mungu katika kitabu cha Isaya 38 mstari wa 1 mpaka wa 5. Siku hizo Hezekia aliugua, akawa karibu na kufa, na Isaya nabii mwana wa Amos akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutopona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana. Akasema, Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia kwa uchungu. Kawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, nenda umwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Ndugu msikilizaji wangu, katika kipindi chetu cha Usikate Tamaa, napenda nikualike leo kwenye somo linalosema yaliyoshindikana yanawezekana. Isaya 38 mstari wa 1 mpaka wa 5, tunaona nabii Isaya akiwa ametumwa kwenye nyumba kwa mfalme Hezekia. Wakati ametumwa kwa mfalme Hezekia kwenye kasri la Hezekia, Isaya alipeleka ujumbe wa kinabii. Ule ujumbe wa kinabii ambao unamwambia Hezekia, tengeneza mambo ya nyumba yako, utakufa. Lakini tunaona baada ya ujumbe kupita, Hezekia alichukua hatua ya kugeukia ukutani na kulia sana. Ndugu mpendwa unayenisikiliza, Hezekia akageukia ukutani na kulia sana. Na ndicho ninachotaka leo tushirikiane. Je, nini maana ya kugeukia ukutani? Maana taarifa inasema Hezekia alikuwa anaumwa. Akaambiwa, tengeneza mambo ya nyumba yako, hakika utakufa. Anayemwambia ni nabii mkuu anaitwa Isaya. Ndugu unayenisikiliza, Hezekia kabla ya kufanya yote aligeukia ukutani na kulia. Kugeukia ukutani ni lugha yenye maana sana. Inamaanisha nini leo? Hiyo ina maana aligeuka mbali na wanadamu. Alijigeuza ukutani, aligeuka mbali na wanadamu. Mtu wa Mungu unayenisikia, yawezekana hujapata majibu yako kwa sababu mara kwa mara tegemeo lako umeweka kwa wanadamu. Mambo yanapokushinda unayapeleka kwa wanadamu. Unahitaji majibu yako kutoka kwa wanadamu. Umehangaika kwa mitume na manabii. Nisikilize mpendwa, sio vibaya, lakini nataka nikuambie kitu. Biblia inasema Hezekia aligeukia ukutani. Alijigeuza mbali na wanadamu. Nini maana ya kugeuza uso ukutani? Alijigeuza uso wake mbali na fahamu za mwili wake. Lazima ukumbuke ya kwamba Hezekia alikuwa ni mgonjwa. Mwili wake ulikuwa unamsumbua na hali ya kufa kwake ilikaribia. Akaugeuza uso wake ukutani. Ina maana alijigeuza uso wake mbali na fahamu za mwili wake. Kumbuka, siku zote mwili huo unasema wakati unaugua. Mwili huo unapiga kelele wakati unaugua. Lakini maandiko yanatuonyesha Hezekia aligeuza uso wake mbali na fahamu za mwili wake. Aligeuza uso wake ukutani, maana yake nini? Aligeuza uso wake ukutani mbali na huruma za ndugu zake. Ndugu unayenisikiliza, unajua mgonjwa ambaye ameelemewa, mara nyingi ndugu zake wanakuwa wamemzunguka wakiwa nao wamekata tamaa.
na wakiwa ambapo wanamwangalia, wakiwa hawategemei kwamba ataishi maisha tena marefu. Lakini nataka nikuambie jambo. Hezekia aligeuza uso wake ukutani. Ni ishara alijigeuza mbali na huruma za ndugu zake. Aligeuza uso wake ukutani, maana yake nini? Aligeuza uso wake mbali na ujuzi wa kitabibu. Kwa maana ya madaktari huwa wanatupa taarifa, na wakati mwingine unayenisikiliza, pengine madaktari wamekupa taarifa kwa ujuzi wao wa kitabibu kwamba hali yako ulionayo hauwezi kupona, imeshindikana. Na umefika wakati na wewe umekata tamaa, unaona kwamba haiwezekani kupona, imeshindikana.